kwenye ardhi. Wanaweza pesa. Ndipo haiwezi ikatikisika hata siku moja. Jina la Bwana pesa. Anasema yeye ndiye aitaye maji ya bahari na kuyamwaga kwenye nchi. Wanaweza pesa. Umeshawahi jiuliza hata siku moja ndani ya maisha yako ya kwamba maji haya ya bahari yanaingia aje kwenye ardhi? Ulishawahi jiuliza hata siku moja wewe imetokea namna gani mpaka mvua inanyesha? Wanaweza pesa. Maandiko yanasema yeye aliye na mamlaka anaamrisha, anayaita maji, anayakusanya kwenye wingu lake, anayaita, anayamwaga kwenye mashamba ya wale ambao hawajiwezi, wale ambao waliolewa, wale ambao walitegwa, anawapea mvua kwa wakati, maana anaita maji ya bahari. Wanaweza pesa. Maana yake Mungu anatumia vitu alivyovitenga yeye mwenyewe viwe msaada ndani ya maisha yako. Mtu aseme amen. Mstari wa 7. Je, ninyi si kama wana wa Kushi kwangu mimi, enyi wana wa Israeli, asema Bwana? Je, mimi sikuwapandia Israeli toka nchi ya Misri na Wafilisti toka Kaftori na Washami toka Kiri? Wanaweza pesa. Anaanza kutuuliza maswali. Je, sisi sio kama nyumba ya Kushi? Wanaweza pesa. Je, sisi Waisraeli? Anatuita jina Waisraeli. Wanaweza pesa. Maana yake ni uzao mtambarikiwa. Amen. Maana Yakobo alipobadilishwa jina akaitwa Israeli, maana yake mbarikiwa. Anatuita je, nyinyi wabarikiwa, sio mimi niliyowatoa kwenye nchi ya utumwa? Wanaweza sifiwe. Maana yake kuna nchi ambayo tulikuwa tumewekwa ndani, nchi iliyokuwa ya mateso, nchi iliyokuwa haina furaha, nchi iliyokuwa ya vilio, nchi iliyokuwa ya kutegwa, nchi iliyokuwa ya kuteseka. Akatutoa ndani ya ile nchi, akatuleta ili tuwe huru, tumwabudu kwa roho na kweli. Wanaweza pesa. Ndiposa wana wa Israeli kuachiliwa, waliachiliwa kwa neno tumtumikie Mungu jangwani. Amen. Hata wewe uliyepewa uwezo, uliyepewa mamlaka, wewe ambaye ni mzima, inakubidi ama inakulazimu umwabudu Mungu kwa roho na kweli. Wanaweza sifiwe. Maana maandiko yanasema ya kwamba masaa yanakuja, amen, ambao waabuduo watamwabudu kwa roho na kweli. Wanaweza pesa. Hebu uliza jirani yako, unamwabudu Mungu kwa roho na kweli? Wanaweza sifiwe. Unamwabudu Mungu kwa roho na kweli? Wanaweza sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongea na watu wenye kwa kanisa, msiniangalie. Wanaweza pesa. Na wauliza, mnamwabudu Mungu kwa roho na kweli? Amen. Lazima tutambue hao washirika ambao tuko nao, hao wabarikiwa ambao Mungu amewabariki, wanamwabudu huyu Mungu kwa roho na kweli. Bwana asifiwe. Kuna wengine anapopigwa vita na majirani haendi kanisani kwa sababu roho imeshajikwaza. Amen. Kuna wengine anapokosa chakula haendi kumwabudu Mungu maana hapata. Bwana pesa. Kuna wengine na mambo tofauti inawafanya hata wakiingia kwenye ibada wanasema tu wamejikwaza, hawamtumikii Mungu kwa roho na kweli. Bwana pesa. Hata Jumapili iliyopita kuna pledges zenye tulisema tutatoa. Amen. Najua hizo zinaweza zikafanya hata mtu asikuje kumwabudu Mungu. Amen. Zinaweza zikafanya mtu akapoteza tumaini la kumwabudu Mungu. Wanaweza pesa. Lakini uwe nafurahia kwa sababu unapotoa ahadi kwenye kanisa hapa kwenye madhabahu, hiyo ahadi inatoka ndani ya roho yako. Huyo haumdanganyi pastor, unadanganya Mungu. Amen. Kwenye madhabahu unapotoa ahadi haumtolei pastor. Amen. Unatoa kwa niaba yako na maisha yako. Wanaweza pesa.
wengi zilifungwa kwa sababu ya ahadi walizotoa na hawakuzikamilisha. Amen. Ask yourself, ahadi zenye wao wanatoa wao unazikamilisha? Wanaweza pesa. Jiulize wewe mwenyewe, ahadi ninayoitoa kwenye madhabahu huwa naikamilisha? Ile ahadi ndio inafanya nisije kwenye nyumba ya Bwana, ama hiyo ahadi ndio inanifungia nisimwabudu Mungu kwa roho na kweli, ama kuna kizuizi kinafanya nisimwabudu Mungu kwa roho na kweli? Wanaweza pesa.